Kuna namna hao wazee wetu wanavyotupandishiaga bei ya mahali, bei ya kuoa, wanawaelewa kidogo. Kuna sehemu huwa nakutana nao kabisa na waelewa. Kwa sababu inatufanya tuwe na discipline kwenye ndoa. Inatufanya tuheshimu haki zetu. Inatufikirisha nikimwacha huyu kwenda kuspend a lot of money tena kuoa mwanamke mwingine, itakuwa mtihani kwangu. Kwa sababu tunajuana, sio rahisi vijana hapa tulivyo vijana hapa mtu atoe 20,000 mwenyewe kwenda kuoa. Walio wengi sana familia inakaa chini, tutamsaidiaje mtoto wetu aende kuoa. Inatufanya tuwe na discipline kwenye masuala ya ndoa. Na ndio maana sisi tunaoa wanawake kweli kweli. Na wanawake tunaenda kuoa na kuenda kuoa mke kweli kweli. Unaenda kuoa mwanamke kweli kweli. A woman, not a girl. Unajua kwa nini ndoa za makabila mengine huwa zinachukuliwa poa sana, kutake the granted? Ni kwa sababu kwanza mahali wanayooa ni ndogo sana. Hicho kinawafanya wanawake na wanaume wa play sana. Why? Mfano, tangu nianze kufuatilia mambo ya sijui ya Manara kuoa sijui hivi na hivi, sijui na miaka 3 au 4 ameshaoa wanawake 5. 5 women. You know why? Ni kwa sababu wale wanawake wanawapata cheap, wanawapata bei cheap. You can imagine wewe njoo kuoa kwa Mbembe, hapa $20,000. Ukija hapa $15,000 ndio umepunguziwa kabisa. Hapa $25,000, hapa $18,000. Hizo nguvu za kuoa wanawake 5 unazitoa wapi? Okay, na wake 5 wote na harusi na sherehe kubwa kabisa. Why? Michango ya watu. Haya, mimi mimi uje unichangishe mchango, wewe unichangishe mchango wa kwanza na kuwekea, wewe mchango wa pili na kuwekea, wewe wa tatu na kuwekea. No, I can't do that shit, man. Siwezi nikafanya ujinga huo. Ndio maana nasemaga kwetu sisi tuna wanawake kweli kweli. Sisi tumejaliwa wake kweli kweli. Wanawake zetu wana makosa yao big time. Lakini wakiolewa, ukimuoa anaenda kuolewa kabisa. Kama wengi sana wanashinda kwenye ndoa, makosa makubwa sana yapo kwa sisi wanaume. Sisi wanaume 90% tunafanya wanawake zetu washindwe na ndoa. Lakini sisi kwetu mwanamke akitoka kwa mama yake na baba yake, akiamua hivi naenda kuolewa, anaenda kuolewa kweli na aende kupretend kuolewa. Ndio tuko hivyo. Wanawake zetu sisi wanaolewa kweli kweli. Lakini si ya ndugu zetu wa Tanzania. Una 500,000 tu una mke. Una 200,000 tu sehemu zingine una mke. Na ndio maana wanachezeana tu. Sasa kwetu huwezi kuplay michezo hiyo. Michezo hiyo haipo. Huwezi kuplay namna hiyo. Sisi kwetu hakuna kuishi, hakuna ile sijui mtoto wa kike unatoka kwenu unaenda kwa mwanaume eti tu tunaishi. Au upuuzi hatunaga. Na ndio maana sisi wazee wetu washikilie pale pale. Sometimes huwa na wale. Sometimes vijana tunalalamika mali kubwa, lakini sometimes wazee na waelewa sana tu. Kwa nini wanaamua kufanya hivi? Ni kwa sababu tulete discipline. Hilo ndo la kwanza. La pili, mimi sinaga dini. Nimewahi kuingia msikitini miaka hiyo 2014 15 nikastaafu. Nikaenda hizi kanisa hizi za Kikristo, nikaamua ni staafu. Ila niliona different na muhimu kwa makanisa. Kanisa ni muhimu sana. Usimfanye mtoto wako aache kanisa. Kanisa ni muhimu sana. Kama mimi niko hivi ni kwa sababu ya baba yangu alikuwa ananikazania sana niende kanisani. Na alikuwa Mkristo safi kabisa. Tena pastor kabisa. Ila mimi niliwahi kwenda Uislamu niende kuona mle mna nini. Nilichokiona kwenye Uislamu ni dini safi kabisa. Uislamu ni bonge moja la dini safi kabisa. Ila walio wengi sana Waislamu sio wasafi. Na ni heri sasa ukiwa kwenye dini ufanye uchafu kunajificha, kuliko ufanye uchafu ule wa waziwazi.
Maswala ya kuoa wake wanne kwenye Uislamu ni uchafu mmoja wa hadharani sana. Kwa sababu wake wanne kwenye Uislamu ni namba tu. Ila ukiachana na mmoja unaruhusiwa kuongeza mwingine. Ukiachana na mmoja unaruhusiwa kuongeza mwingine. Ukiachana na mmoja unaruhusiwa kuongeza mwingine. Na Sheikh Mufti ambaye amesoma kabisa, akili ipo kichwani, anaenda kubariki kwa majina yale ya ahala. Jamani, why? Na hii ndio inawafanya akina Manara kila wiki wanaoa. Kila wiki wanaoa. Mimi tangu nimfahamu Manara hivi vya mpira wa Tanzania hivi, sasa hivi wanawake watano. Mimi nina miaka 3 naelekea 4 na mke wangu. Na hiyo miaka 4 nilionao kwenye ndoa, Manara kaoa wake 5 na wote kaachana nao. Jamani, hata kama Mungu, huyu ni Mungu gani ambaye mnamsali? Tena narudia, Uislamu sio kitu kibaya. Uislamu sio kitu kibaya. Ila Waislamu ndo wanaitani dini yao kuwa mbaya. Haswa linapokuja swali hilo la kuoa, wanaharibu pakubwa sana. Kwa sababu shehe mkubwa, mimi siwezi kuja na mwanamke leo unabariki ndoa, naenda baada ya miezi kadhaa naachana naye, nakuja na mwingine unabariki ndoa, naenda huko naachana naye, nakuja na mwingine big time unabariki ndoa, naenda unaye pia naachana naye, nakuja na mwingine unabariki ndoa. Hizo unazobariki sio ndoa, huo ni umalaya. Hizo unazobariki sio ndoa, huo ni umalaya big time. Na hapo tu ndio wanaona hapana, hawa ndugu zangu Waislamu hapa walikengeuka vizuri tu, walikengeuka. Ni ukweli mchungu, ila mezeni hivyo hivyo, hapa walikengeuka. Huu ni unaofanywa, wamechangiza pakubwa sana, wamechangiza pakubwa sana. Ndio sometimes hapo huwa na waelewa Wakristo ni huo na umalaya huo wa kuruhusu ufanye. Ukishaoa mara moja imeisha. Kama utaenda nje ya ndoa ni dhambi, wanakuambia ni dhambi kabisa. Huwa hawamaanishi dhambi definitely. Lakini dini ni torati. Dini ni sheria. Na walimwengu hatuwezi kwenda bila torati. Hii dunia ingekuwa haina torati, hii dunia ingekuwa haina sheria, watu tungekuwa tunachinjana hadharani. Hii tusingepewa hofu ya Mungu, watu tungekuwa tunauana hadharani. Na ndio maana Wakristo waliamua unatakiwa wewe mwanamke mmoja tu, uzae naye watoto huyo tu. Hawakumaanisha eti wewe ukienda kuoa mwanamke mwingine umefanya dhambi. Hapana, ila waliangalia wale watoto utakaowazaa wale wasije wakangaika, wasije kuhangaika. Ili usije kuhangaisha viumbe bure ulivyoleta duniani, acha tuweke torati moja tu, oa mwanamke huyu mmoja, imeisha. Na kwa sababu una hofu ya Mungu, siwezi kuachana na mke wangu, ni dhambi. Japo usiseme eti kuachana kupo, siseme eti Wakristo hawaachani. Wakristo wanaachana vizuri tu, lakini sio kama Waislamu. Unaacha leo, kesho unaenda unaoa. Unaacha leo, kesho unaenda unaoa. Na mashe wanabariki ndoa, wanabariki umalaya. Hizi ni fact. Na ukija kujibu, uje kujibu kwa fact. Nitakuwa wa mwisho kabisa kuelewa. Lakini ninachokisema, Uislamu ni dini safi. Mimi nimewahi kuswali kwenye Uislamu, ni kitu safi kabisa. Ila baadhi ya Waislamu ndo wanatani dini kuwa dhambi. Sivi Manara kachana na huyu mke wake sasa hivi, utasikia tena baada ya miezi kadhaa eti siwezi kufanya zinaa na natakiwa nioe. Hiyo si zinaa. Hiyo ni zinaa tu. Kwa sababu kama umeoa leo unaacha, unaoa kesho unaacha, unafanya hivi unaacha, hiyo ni zinaa. Ifike hatua hata hizi sheria pia tulizonazo sisi wabembe za kuoa ziende kwenye makabila zingine ili wajifunze. Huwezi kufanya upuuzi huo kwa mtoto wa mtu.
Yaani wewe leo kesho watu wewe kwani huu uwezo wenyewe uko wewe utoa wapi? Hizo mali za kwenda kuweka kwa kila mwanamke utazitoa wapi? Hatuna upuuzi huo kwetu. Japo kuna watu wanaoa na wanaacha kweli, wanaoa wanaacha big time, wanaoa wanaacha big time. Sio eti wote ndio wamekamilika. Lakini kwenye 100% toa 90 hawafanyi upuuzi huo. Sio eti kote hakuna masingomaza wapo. Sio eti hakuna masingofaza wapo. Lakini huu upuuzi wa big time huu unaoa unaacha unaoa kwetu haupo. Na hatuna kabisa. Nelly wangu, Nelly Nation, kubwa la maadui.